Kuna mashujaa wanaobeba bunduki vitani, na kuna mashujaa wanaobeba imani yao tu, lakini ujasiri wao unazidi nguvu ya silaha yoyote. Katika uwanja wa vita ambapo kuua kunahesabika kama ushujaa, ni nani anayethubutu kuingia vitani bila hata kugusa silaha na badala yake kuokoa maisha? Karibu kwenye Purpose Reels. Na leo tunatazama yale unayoweza kujifunza katika filamu ya mwaka 2016 yenye jina Hacksaw Ridge. Simulizi yenye kutufundisha kuhusu ujasiri wa kweli, msimamo usiotingishika na thamani ya kila uhai. Filamu hii inasimulia hadithi ya kweli ya kijana Desmond Doss aliyekataa kubeba silaha kutokana na imani yake, lakini vitani akawa tumaini la makumi ya askari aliowaokoa, wakiwemo hata waliomkataa. Katika kilele cha mlima Maeda maarufu kama Hacksaw Ridge, wakati wa vita ya Okinawa, Doss aliandika historia ya ujasiri na imani ambayo imeendelea kuhamasisha vizazi hadi leo. Ni safari ya kujitoa, kuthubutu na kusimama na misingi yako hata unapozungukwa na machafuko. Filamu hii imeongozwa na Mel Gibson, ikiwahusisha waigizaji wakuu Andrew Garfield akicheza kama Desmond Doss, Sam Worthington akicheza kama Captain Glover, Vince Vaughn akicheza kama Sergeant Howell, pamoja na waigizaji wengine mahiri wanaoipa uzito na uhalisia wa kipekee filamu hii. Hacksaw Ridge ni filamu ya kivita, lakini isiyo ya kawaida. Ndani ya mapambano, risasi na vilio, inasimama hadithi ya mtu mmoja jasiri, Desmond Doss, anahifadhi imani yake katikati ya vurugu. Filamu hii inagusa hisia zilizofichika. Inakupeleka kwenye safari ya moyo inayobeba thamani ya ujasiri, thabiti, huruma, msamaha na imani isiyotetereka. Kila hatua ya hadithi hii inatufundisha kwamba hata katika giza la vita, mwanga wa utu na imani unaweza kung'aa. Ni filamu yenye msukumo wa kipekee wa kiimani na si rahisi kuitazama na kuendelea kuwa yule yule. Ina uwezo wa kugusa nafsi yako na kubadili mtazamo wako kuhusu maamuzi, thamani ya uhai na maana halisi ya kuwa shujaa. Hii ni filamu ambayo kila mtu anapaswa kuiona, si kwa sababu tu ni nzuri, bali ni muhimu. Na haya ndio mafunzo 5 unayoweza kujifunza katika filamu hii ya Hacksaw Ridge. Namba 5. Huduma kwa wengine ndio uzalendo wa kweli. Ni moyo wa kujitolea unaowafanya madaktari, walimu, waokoaji na watu wa huduma mbalimbali kuwa mashujaa wa kila siku katika jamii. Nafasi ulionayo isiwe sababu ya kujiona, bali iwe mwanga unaowasaidia wengine. Fikiria kilichotokea katika bonde la Hacksaw. Amri ilikuwa kuua, lakini hali ilipogeuka na jeshi kuzidiwa, kila mtu alijaribu kuokoa maisha yake. Lakini Desmond Doss, bila silaha yoyote, alibaki nyuma peke yake ili kuwaokoa wenzake waliokuwa bado hai. Ombi lake lilikuwa rahisi, lakini lenye nguvu. Mungu, nipe nguvu niokoe mmoja zaidi. Alikuwa na nafasi ya kukimbia na kuokoa maisha yake, lakini alielewa kusudi lake, kutumikia wengine hata katikati ya hatari. Uzalendo wa kweli haupimwi kwa kubeba silaha, bali kwa utayari wa kutoa huduma bila kutafuta faida binafsi. Haijalishi kazi yako ni ipi, kila mmoja ana nafasi ya kuwahudumia wale wasioweza kujisaidia na kuwa mwema kwa wengine. Tukitoa huduma na kusimama kwa upendo, mtu mmoja baada ya mwingine, tunaweza kubadilisha dunia. Namba 4. Jifunze kusamehe na kuvumilia. Kusamehe si udhaifu, ni nguvu ya kweli. Kusamehe hufungua milango ya uponyaji, huondoa chuki na kuleta amani ya ndani. Kuvumilia haimaanishi kunyamaza, bali ni kusimama imara licha ya vizingiti, ukiamini katika mema. Desmond Doss anakuwa mfano wa hali ya juu wa mtu anayejua kusamehe na kuvumilia. Alimsamehe baba yake licha ya magumu aliyowaletea nyumbani, hasa jinsi alivyomtendea mama yake. Alipokuwa jeshini, Desmond alikumbana na dharau, mateso na hata kupigwa na wenzake, lakini hakuwahi kulipiza kisasi. Badala yake aliendelea kuwa nao na hata kuwahudumia na kuwaokoa vitani.
Katika dunia ya leo iliyojaa visasi na majeraha ya kihisia, unaalikwa kuwa kama Desmond, kutoa msamaha hata pale ambapo hujatendewa haki. Ni ngumu, lakini huna budi. Ili ubaki na amani, ili usamehewe pia, lazima ujifunze kusamehe. Namba 3, matendo yako yanaweza kubadilisha mtazamo wa wengine. Katika dunia ya leo ambayo kila mtu ana uhuru kufanya anachotaka, uadilifu unazidi kupotea. Tunaishi kana kwamba uhuru ndio kila kitu, tukisahau kwamba kuna kanuni zisizoandikwa, kanuni zinazotofautisha kama binadamu. Ni jambo la ajabu mtu kwenda vitani bila kubeba silaha, lakini Desmond Doss alifanya hivyo kwa imani yake thabiti. Wenzake walimwona kama mzigo, mtu asiye na msaada wowote. Walimdharau, walimcheka na hata kumfanyia visa, wakiamini hata kuwa na faida vitani. Lakini Desmond hakuwajibu kwa hasira. Alikaa kimya, akasimama kwenye msimamo wake, na aliposimama katika uwanja wa vita, taswira ilibadilika kabisa. Aliwaokoa wenzake 75, wengi wao wakiwa wale waliomdharau na kushuku uwezo wake. Hilo liliwashangaza, liliwagusa na lilibadilisha kabisa mtazamo wao juu yake. Huenda watu wasikuone, wasikuamini au wasikubali mwanzoni, lakini matendo yako ya uaminifu, upendo wa kujitolea, yana uwezo na kugeuza fikra, kuondoa dharau na kuvunja upinzani. Dunia hubadilishwa na mfano mzuri, na si kwa maneno mengi wala kufuata mkumbo. Namba 2, kutumia nguvu, silaha au mabavu haimaanishi ndio ujasiri. Mara nyingi nguvu hutafsiriwa kama ushujaa. Mataifa yanachagua kupigana badala ya kuzungumza. Viongozi hutumia madaraka kuficha makosa badala ya kukiri na kujirekebisha. Familia zinavunjika kwa sababu ya kiburi badala ya kusameheana. Tunaishi katika dunia ambayo mabavu yamekuwa lugha ya kawaida ya kutatua migogoro. Desmond Doss anatupa picha tofauti kabisa ya ujasiri. Aliingia vitani bila silaha yoyote, akiwa muuguzi, si askari wa kupigana, lakini akajitosa kwenye makombora, kwenye milio ya risasi, na akawaokoa wanajeshi 75, mmoja baada ya mwingine. Huu ndio ujasiri wa kweli, ujasiri unaotokana na huruma, imani na kujitoa, si misuli au bunduki mkononi. Wakati mwingine ujasiri wa kweli hauonekani kwenye nguvu tunazoonesha, bali kwenye upole, uthabiti na msimamo usiotikisika hata unapokutana na hatari kubwa. Namba 1, simama katika imani yako bila kuyumbishwa. Wengi wetu husema tuna imani, lakini mara nyingi tunayumba kama bendera kwenye upepo. Matendo yetu halingani na tunachohubiri, na tunajikuta tukikimbilia kuridhisha watu badala ya kusimama kwenye misingi yetu. Desmond Doss anatufundisha kwamba imani ya kweli inaonekana wakati unapokabiliwa na upinzani, si wakati kila kitu kiko sawa. Katika filamu hii, tunaona jinsi Desmond alivyokataa kushika silaha kwa sababu ya imani yake. Haikuwa tu kwa sababu ya dini, ilikuwa ni ahadi ya maisha aliyojiwekea mbele za Mungu. Usiache misingi yako kwa shinikizo au kwa kutaka watu wakupende. Simama kwenye kweli yako, kwenye haki na kwenye imani yako, hata kama uko peke yako. Kama Desmond Doss, uthabiti wako unaweza kuwa ushuhuda wenye nguvu kuliko maneno. Baada ya kusikiliza mafunzo haya kutoka kwenye filamu hii, ni funzo gani limekugusa zaidi? Hebu tujadili kwenye sehemu ya maoni. Na kama kuna filamu nyingine ungependa tuitupie jicho hapa Purpose Reels, tuambie kwenye maoni pia. Hii ni safari yetu ya kuendelea kuchambua filamu zenye maana kubwa na kujifunza kutoka kwa wahusika na hadithi zao. Kuna mengi zaidi yanakuja. Endelea kutufuatilia ili usikose maudhui mapya. Mpaka wakati mwingine, naitwa Niza Edesi.